ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Mlipewa bure, toeni bure, msichukue kitu mifukoni mwao. Yesu anawaambia wale wanafunzi, sikieni, huduma hizi mmepewa bure. Hakuna gharama yoyote mliomlipa Mungu kwa ajili ya huduma hizi. Hakuna pesa yoyote ambayo mliompa Mungu kwa ajili ya huduma hii. Hakuna pesa yoyote uliompa Mungu kwa ajili ya huduma hii. Hakuna chochote ambacho ulichompa Mungu kwa ajili ya huduma hii, kwa sababu huduma hii umepewa bure. Na wewe nenda ukatumike bure, ukawaponye watu bure. Wewe nenda ukafanye. Bwana Yesu asifiwe. Nenda, kwa sababu umepewa bure huduma. Nawe nenda ukatumike, nenda ukatumike. Usichukue kitu mifukoni mwao, usichukue kitu mifukoni mwao, bali wewe nenda ukaitangaza habari njema. Wewe utalipwa na Mungu ambaye aliyokupa hiyo huduma. Wewe utalipwa na Mungu ambaye aliyekuita kwenye kuhubiri. Wewe utaitwa na Mungu ambaye aliyokuita kwenye huo uimbaji. Wewe utalipwa na Mungu ambaye aliyokuita kwenye hiyo huduma. Wewe utalipwa na Mungu. Hapa nazungumza na wahubiri. Nazungumza na wahubiri mbalimbali. Nazungumza na wahubiri. Bwana Yesu asifiwe wahubiri. Nazungumza na waimbaji. Bwana Yesu asifiwe waimbaji. Hiyo huduma Mungu amekupa bure. Huo uimbaji Mungu amekupa bure. Huo uinjilisti Mungu amekupa bure. Huko kuhubiri Mungu amekupa bure. Wala haujamlipa Mungu, haujampa 10,000, haujampa laki, haujampa mamilioni, bali Mungu amekupa bure. Tena na ulinzi amekupa bure, na afya amekupa bure, na sauti yenyewe ya kuongea Bwana amekupa bure. Sasa kwa nini wewe watu wanakupigia Bwana mwinjilisti, njoo hubiri Injili, niandalieni milioni 1, niandalieni milioni 1, mniandalie na sehemu pa kulala nzuri loji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema amekupa bure, nawe ukatoe bure. Amekupa bure huduma, nawe nenda ukahubiri bure. Wewe nenda ukahubiri bure. Usianze ya kwamba ninahitaji mnipe kiasi kadhaa cha pesa. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia sikieni, mmepewa bure na ninyi mkatoe bure. Msichukue kitu mifukoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Umepewa bure, nao ukatoe bure. Uinjilisti Mungu amekupa bure. Yaani hujampa hata 10,000 Mungu hujampa, hata 100 hujampa kwa ajili ya hiyo huduma. Mungu amekupa huduma bure. Watu wanakuita mwinjilisti, njoo tuhudumie kwenye mkutano. Wekeni milioni 1 hapa kwenye akaunti yangu. Wekeni milioni 500,000 kwanza kwenye akaunti yangu kabla sijaja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hiki kitabu hapa tuliposoma hii mistari ya mwisho, Biblia inasema kwamba mkienda kuhubiri, yule ambaye atakayempa nabii, yani angalau hata glasi 1 ya maji, huyo atapokea thawabu ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Atapokea thawabu ya unabii, ambaye yani basi atakupa hata glasi ya maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikutofautishie kitu hapa ili upate kuelewa vizuri, ambaye niko amenituma niweze kukwambia. Yeye amekupa bure huduma. Mungu yeye kakupa bure. Kwani unaanza mwinjilisti, wewe mwimbaji, mimi hapa tuna mkutano kuanzia tarehe 30 mwezi wa 2, kuanzia tarehe 25 mwezi wa 2, hapa kuna mkutano hapa tunafanya. Kwa hiyo wewe njoo. Sawa mtumishi, nitakuja, lakini ngoja nikutumie namba account yangu ya benki hapo, niwekee kwanza 500,000 hapa. Mungu anasema yeye amekupa bure, na wewe uende ukatoe bure. Usichukue kitu
nikupe historia kidogo ya mimi. 2023 kipindi hicho mimi sikufanya kazi yoyote. Kazi yangu ilikuwa ni kuhubiri Injili, ni kutembea kwa mitaani kwenda kumtangaza Yesu. Nilikuwa siombi sadaka, wala nilikuwa siwaambii watu ya kwamba njoni mchangie Injili. Hapana, mimi nilikuwa ninalia na Mungu, Mungu we, leo nina shida na 10,000 Bwana. Mungu anasema ina shida, wewe chukua Biblia nenda barabarani. Nikisimama nikihubiri Injili, nikitaja jina la Yesu, nashangaa Mungu anamgusa mtu. Anapomgusa mtu, yule mtu anakuja ananishika kwa mbele, mtumishi, Bwana akubariki. Ninaweka mfukoni, baadaye nakagua ile 10,000 niliyomwomba Bwana. Ukitumika sawa sawa, ukitumika sawa sawa, ukitumika sawa sawa kwa Bwana, Mungu atagusa mioyo ya watu. Mungu atagusa mioyo ya watu, na watu pesa wataleta. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema msichukue kitu mifukoni mwao. Wewe nenda ukahubiri Injili. Wale waliokuita watajiongeza wenyewe. Sio habari ya kwanza niwekeeni kwanza 100,000 kwenye akaunti yangu. Hizo habari Mungu mwenyewe zimpendezi. Waimbaji wa nyimbo za Injili, Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji wote Tanzania, duniani kote, Bwana Yesu asifiwe. Hata wale ambao wasioelewa Kiswahili, Mungu awajalie muelewe hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wao unapigiwa simu na mchungaji, njoo ubiri Injili hapa. Unaanza ninakuja, lakini tuma kwanza hapa 100,000 kwanza. Mungu akusamehe dhambi zako zote hizo ulizozitenda. Mungu akusamehe hizo dhambi ulizozifanya, maana ni dhambi pia. Mungu amekupa bure, kwa nini wewe unahitaji hela? Wewe nenda ukahubiri Injili, nenda ukaimbe sawa sana wito wako, alafu Mungu mwenyewe atawagusa wale watu. Ulipokwenda kuhubiri Injili, atawagusa wale watu. Wale watu watatoa, wale watu watakupa. Ukihubiri Injili ya kweli, ukihubiri Injili ya kweli, Mungu hatakuacha ufe, Mungu hatakuacha uangamie. Tunajifunza kwa Elia. Kule Elia alipokwenda kujificha, Mungu hakumwacha afe. Alikuwa akimtuma kunguru, akimpelekea chakula kule Elia alipokuwa. Ukihubiri Injili ya kweli ya Bwana, ukihubiri Injili ya kweli ya Bwana, Mungu hatakuacha ufe, Mungu hatakuacha uangamie. Hata kama ukipita katikati ya moto, moto hautokuangamiza. Ukipita katikati ya maji, maji hayatakuangamiza. Utapita salama, kwa sababu umesimamia kweli ya Bwana, kwa sababu unahubiri kweli ya Bwana, kwa sababu umehubiri kweli ya Bwana. Mungu anasema umetoa, umepewa bure, nawe nenda ukatoe bure. Huduma umepewa bure, nawe nenda ukatumike bure. Kuhusu kuishi, kuhusu kula, yeye anajua utaishije, yeye anajua utakulaje. Kuhusu kodi, Bwana anajua, maana yeye ndiye ambaye aliyekuita. Kuhusu kuwasomesha watoto wake, watoto wako, yeye anajua. Wewe mchungaji, kuhusu watoto wako kwenda shuleni, sio kwenda kufanyaje, yeye anajua watoto wake. Huyu jamaa, huyu mchungaji niliyemwita, watoto wake wataishije, watoto wake watakulaje, watoto wake watafanyaje, yeye ndiye ambaye anajua. Usianze habari njoo hubiri mtumishi, weka 100,000 kwenye akaunti. Mungu anasema mmeponywa bure, nawe nenda ukaponye bure. Bwana Yesu asifiwe. Umeponya bure, nini mkaponye bure. Bwana Yesu asifiwe. Mmepewa bure, mkatoe bure. Huduma ya uimbaji umepewa bure. Neema tu ya Mungu. Unaanza mabega wewe ukavyo ndio mwamba. Yaani Mungu amekupa tu neema. Unaanza kujikuta wewe ndio mwamba. Bwana Yesu asifiwe. 2023 hapo. Yaani mimi Mungu ananipanga masomo ambayo tayari ameshanipitisha. Yaani Mungu ananipaga jumbe nyingi ambazo mimi mwenyewe tayari nimeshapita na nikaona na nikashinda. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. 2023 yaani kuanzia mwaka mzima hakuna kazi yoyote niliyofanya ya kuniingizia kipato. Kazi yangu mimi ilikuwa ni Injili, na niliishi nikalipa kodi na niliishi. Kwa hiyo hata leo ukiniambia jamaa acha kazi kwa ajili ya ibada, mimi naacha, niko tayari. Maana najua yupo Bwana anayenilisha. Sema amina. Yupo Bwana ambaye aliyeniita, yupo Bwana ambaye ameniita, yupo Bwana ambaye ameniita. Najua Bwana ananitunza, najua Bwana atanipa mavazi, najua Bwana atanilisha, najua Bwana yupo kwa ajili yangu, najua yupo Bwana ambaye aliyeniita. Ndio maana katika kuhubiri siogopi, kwa sababu najua nimeitwa na Bwana. Sema amina. Kwa sababu najua nimeitwa na Mungu, kwa sababu najua Bwana ndio ameniita katika huduma hii, kwa sababu najua Mungu ndio ameniita. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapa niko naongea na wahubiri wenye huduma. Mungu amewajalia akawapa neema ya huduma.
pale niko amenituma, mmepewa bure. Kwa nini nyie mnaambiwa njoo hubiri, tuma milioni? Wewe Mungu mwenyewe amekupa bure hiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukienda kuhubiri mahali wasipokupa bahasha, mshukuru Bwana. Wewe nenda na amani ya Bwana. Wewe tayari umeshafanya mahali ambapo Mungu alipokuweka, umeshafanya. Wewe tayari umeshafanya mahali ambapo Mungu alipokuweka, umefanya. Bwana Yesu asifiwe. Unakosa bahasha, Mungu anajua wewe utakulaje. Mungu anajua watoto wako wataishije. Mungu anajua mke wako ataishije. Mungu anajua wewe familia yako itaishije. Yeye amekuita wewe, tumika mahali ambapo Mungu yeye alipokuweka. Achana yale maswali, njoo hubiri. Wewe kwanza 100,000 hapo. Ingizeni kwenye akaunti yangu 100,000 mpo. Najua mpo. Ndio maana nikihubiri mnanifuata nani inbox, mnanifuata. Na unaniambia nini, najua mpo. Bwana Yesu asifiwe. Najua mpo. Haleluya, haleluya. Najua mpo. Kuna ujumbe mmoja ambao Mungu amenipa hapa, ambao unatoka katika kile kitabu cha Ezekieli sura ya 13 mstari wa kwanza hadi ule wa 7. Mungu anasema wanaosema Bwana amesema, huku hajasema hao ni wajinga. Wengi mmenifuata inbox, anambia sijui nini, sijui imefanyaje. Mimi hata siogopi, sababu najua aliyeniita yupo. Wewe hujaniita. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Habari hizo achana nazo. Watu wanakupa mwaliko, unaanza sijui kakaenda kakarudi, tuma kwanza laki. Mtanipa shilingi ngapi? 500,000. Bwana mtumishi, ongeza. Wewe unajua mimi ningela nini? Nikija hapo ongeza hata ifike milioni 1. Wewe mwenyewe unaelewa, unaelewa moto. Wewe ongeza milioni 1. Wewe unajua nikija hapo kwenye kuimba, wewe ongeza. Ongeza. Wewe mwenyewe mtumishi, si unajua nikifika hapo si unanifuatiliaga YouTube pale, Facebook, Instagram pale. Wewe mwenyewe si unaonaga moto. Ongeza 500,000 hiyo ndogo, ongeza ifikie hata 700,000. Ongeza hata ifikie 800,000. Mpo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema huduma amekupa bure. Pumzi yenyewe Mungu amekupa bure. Umemlipa shilingi ngapi toka ulipoanza kupumua? Watu wanafundisha mafundisho ya sadaka, wanasema sijui kaenda karudi. Umemlipa Mungu shilingi ngapi? Kwa pumzi tunapumua, Mungu umemlipa shilingi ngapi? Umemlipa shilingi ngapi Mungu kwa hiyo huduma aliyokupa ya uimbaji? Unaimba watu wanabarikiwa, Mungu umemlipa shilingi ngapi? Wewe unahubiri, Mungu anakutumia, Mungu umemlipa shilingi ngapi? Mungu umemlipa shilingi ngapi? Mungu yeye huduma amekupa bure. Wewe unataka uende kuhubiri kwa hela. Hata kama usipopewa bahasha, sema asante Mungu kwa sababu nimefanya kwa nafasi yangu ulioniweka. Nimehubiri kwa nafasi yangu ulioniweka. Nimefanya kwenye nafasi yangu ambayo Mungu ulioniweka Bwana. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ile nafasi yangu ulioniweka Bwana nimeweza kutumika. Wewe mshukuru Mungu. Hata kama ukienda kanisani, kwenye ile kanisa hawajakupa bahasha, wewe mwambie Bwana asante kwa sababu kuna kwangu unajua wewe. Kuishi kwangu unajua wewe. Maisha yangu unajua wewe. Unamwambia Bwana ninakushukuru. Unamwambia Bwana ninakuinua. Naambia Bwana ninakushukuru.